So kuna namna Jay Melody, msanii wa muziki wa Bongo Flava, ameandika hii kwa uchungu sana. Hii ni kutokana na maneno ambayo mara nyingi mimi nimekuwa nikimuona Mwijaku pamoja na wafuasi wake wakiongea kwamba tangu afanye wimbo wa Mapozi na Diamond Platnumz, basi nyota yake pia ikachukuliwa. Amekuwa akihangaika pia kupata hit song as you know. So Mwijaku amekuwa sijui tuseme kumpressurize na kuongea maneno hayo. So kwa mara ya kwanza Jay Melody ameandika ujumbe huu kupitia ukurasa wake wa Instagram. Naomba nikusomee kama alivyoandika kwanza kabla sijachambua kwa kina zaidi. Amesema kwamba kama we ni mtu unayeamini mimi nimechukuliwa nyota yangu, sijui usisikilize mziki wangu. Na kama ulikuwa usikilizi, endelea kutosikiliza. Mnanifanyia bullying mitandaoni kwenye comments, mnatengeneza clips, mnanifuata DM ili tu nisiwe sawa. Kwa hiyo sanaa yangu ikifa ndo mtakuwa sawa au? Don't do this to me. Mmekubali kuniacha, lakini hiyo haimaanishi kwamba siwezi kuwa Jay. Mnaniofia sana, halafu bila sababu. Mimi siishi dunia mnayoishi nyinyi. Sifanyi mziki kupata madem, kuwa namba moja, wala kuwa mvuta bangi kama nyinyi. Kana kama analenga sehemu. I'm doing this kwa sababu mimi ni maskini sana kwetu. Nafanya mziki nipate pesa ya kuzelea familia zangu. Mimi sio mshamba kama nyinyi. Mmenitafuta sana, mmenikosa. Sasa mmepata cha kunishushia. Hiyo kolabo imewauma sana. Si mlikuwa mnapiga debe wapewa wasanii wenu, hamuofii na wao watachukuliwa nyota, acheni hizo. Kwa hiyo anamaanisha kwamba hiyo kolabo ya Mapozi walikuwa wanapigia debe wapewa wasanii wao. Nani? Mario au? Kuna namna ameandika kwa hisia sana. Inaonekana yale maneno ambayo Mwijaku alikuwa anayazungumza yamemuumiza. Maana Mwijaku alikuwa anasisitizia kabisa, tangu apewe afanye kolabo, yeye anamuita Mwambino, right? Amepotea kabisa. But Mwijaku sidhani kama hayo ni maneno mazuri. Unajua kuna kipindi kwenye maisha, hata sio tu kwenye upande wa muziki, hata wewe mwenyewe unavyohangaika huko kwenye mihangaiko yako, kuna low season, kuna high season, sio? Kuna kipindi unaweza ukapata, kuna kipindi unaweza ukakosa. Kuna watu sasa hao ambao wanaamini mambo ya ushirikina, ataamini amerogwa, kumbe sio, ni vipindi tu vinapita. So hata kwenye mziki kuna kipindi kuwa kwenye ile peak, kuna kipindi lazima utashuka kidogo, kuna kipindi utajitafuta. Kwa hiyo ni wewe sasa kuhangaika kurejea tena pale ambapo ulipokuwa. Jay Melody kiwalisia kipindi hiki kidogo ndo hivyo, yuko kwenye ile hali ya chini. So inabidi apambane tena kufika kwenye peak yake tena kwa mara nyingine, which is inawezekana kabisa. So akiwa kwenye situation alafu maneno yanakuwa yanaongelewa hivyo, kidogo yanamvuruga hata kiakili. Mtu anajikuta ndo hivyo tena, hali inakuwa sio hali. Unajua, ngoja niwaambieni kitu kimoja about ukifanya collab na mtu kama Diamond. Ukifanya collab na Diamond, anakupeleka kwenye peak ya juu sana, anakupeleka juu sana. Sasa ku-maintain pale kidogo inakuaga shughuli. Ndio maana unaonaga wasanii wengi wanashindwa ku-maintain then wana drop tena. Sio, naelewa, labda paka kuboost tena. Kwa hiyo sasa ndio kilichotokea pia. Mimi naamini hata kwa Jay Melody alivyofanya collab na Diamond, kuna muda ameenda juu. Sasa ku-maintain kwa pale juu kidogo sio kazi rahisi, ila mimi naamini atarejea tena kwenye ubora wake, atafanya hit songs nyingi sana, na imani juu yake. Naamini ana kipaji halisia, atatufurahisha kwa mara nyingine tena. Maoni yako ni yapi? Hebu niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment section. Majina yangu mimi naitwa Vido Simba. Bye bye till the next time.